hivyo kutokana vita kati ya warokoti waliokuwa wanaishi hapa. Walikuwa na mwaga takataka hapa ikiwa mmoja na wale Wanyakuzi. Na vita ikaendelea na kuna watu waliumia. Watu kuumia ilienda ikakuwa ni kesi. Sasa mimi nilikuwa katika hii, mimi ndio mwanzilishi, nilikuwa hapa. Kwa hivyo mimi nilishikwa kwa sababu ya kuwa mzee wa hapa mbeleni. Unaona? Kwa hivyo sikushikwa na ile kitu mimi nilikuwa nimefanya. Hapana. Mimi nilishikwa sababu ya kujulikana. Kwa hivyo wewe sikuhusika katika mapigano haya. Sikuhusika katika mapigano. Ile nilijina. Sababu jina langu ndio nilikuwa hapa pakiwa wakati nimekwambia ilikuwa kichaka. Jina langu ndio lilikuwa likitumika. Na sababu mimi nilikuwa nanunua hii vitu ya makaratasi, scrap na paper. Sasa nilikuwa najulikana kwa hiyo jina. Sasa nilikuwa wanajua jina, wananiita Kirio. Kama vile unasikia hata sasa hivi naitumia, lakini naitwa Francis Kariuki. Unaona? Ilikuwa ni mwaka 2002 mwezi wa 7. Hapo ndio nilishikwa. Unaona? Na kushikwa nilipelekwa Buruburu, kaandikiwa kesi. Kesi tulioandikiwa ilikuwa imeandikishwa raping. Unaona? Ilikuwa imeandikishwa. Walibadilisha wakaandika sasa ni raping. Sababu mpaka mtafute ile kitu serikali inaweza andika. Sababu huwezi enda kwa serikali kusema tulikuwa tunapigania shamba. Sababu hakuna shamba la mtu hapa. Kwa hivyo ilikuwa ni ile jina ilienda ikabadilishwa ikakuwa raping, ndio na assault. Assault ni vile kuna mtu aliumia. Na hapo tukaandikiwa kesi. Hiyo ni 202. 2002 mwezi wa 8 mwezi wa 7 kafanya kesi mpaka mwezi wa 2 mwaka 03 mwaka uliofuata. Kwa hivyo tulimaliza mwaka mmoja. Nilimaliza mwaka rumande na kilio yangu sababu tulichaguliwa, hatungeweza mtu mmoja angeweza kustakiwa. Kwa hivyo ilikuwa kama watu 6. Unaona? Tukamaliza kesi kama muda wa rumande, tulikaa industry ya mwaka mzima na tukarudi 03 mwezi wa 3 mwezi wa 8 wa 7 hapo tukafungwa. Kwa hivyo mlipatikana na hatia ya unajisi kesi. Lakini kesi kwa huo muda wa mwaka mmoja na ikakuwa tumekuwa na kesi ya kujibu. Sasa kesi ya kujibu ni kifungo. Na nauliza pale kwa sababu walibadilisha kesi ikakuwa haikuwa sasa mnapigana bali sasa ilikuwa ni rape. Iliandikwa rape. Kwa hivyo kuna msichana aliletwa kotini na mwanamke aliletwa. Na kuna kijana aliletwa akakuwa yeye ndiye alipigwa. Na mwanamke aliletwa akakuwa yeye ndiye alifanyiwa rape. Na alipokuwa sasa na walikuja na mshahidi mmoja alikuwa mtoto wake na watu wengine waliokuwa katika ile kampani ilikuwa imekuja kunyakua hapa. Unaona? Sasa na tukaendelea na kesi kwa hiyo muda wa mwaka. Kwa hivyo hakukuwa na hata ripoti kutoka kwa daktari kama walinajisiwa ukweli kama hiyo. Unajua hiyo mtu mstakiwa ajui. Unaona? Sababu ukiambiwa wewe ukishikwa na uambiwe wewe umpelekwe ndani, shughuli za waliokushikisha ndio wataendelea na shughuli zao. Kwa hivyo hata kama ni daktari ataenda atafutwe, wewe utajua ni daktari. Si ni makaratasi. Unaona? Kwa hivyo yote ilikuja ikiwa makaratasi. Kwa hivyo wakati huo macho yalikuwa yanaona yote. Ilikuwa ikiona. Okay, hebu sasa ukishafungwa pale, hebu sasa tupeleke gerezani. Haya, sasa nilipofungwa hiyo 03 mwezi wa 8 wa 7 nikiwa na mwaka rumande, tukaenda Kamiti. Kifungo wetu haikusimama raping katika judgment. Haikusimama raping. Kwa hivyo tulifungwa miaka 6. Unaona?
miaka 6 ya kuwa raping, attempting to raping. Sasa ni kama tulijaribu. Naona badilisho kwa kuwa kama tulijaribu. Tukafungwa miaka 6 na assault miaka 2. Yote ikabebanishwa ikakuwa miaka 6, sababu faili ilikuwa ni moja, ikakuwa miaka 6. Miaka 6 ikarudi ikaenda, tulipofika kamiti kaondolewa remission, ikabaki miaka 4. Hasa kubaki miaka 4, nilipelekwa kamiti maximum, jela kubwa, maximum prison. Nilikuwa hasa nilipoenda nami huko nilienda nikaandikiwa kazi. Nikaandikiwa kazi kwa machine shop, ndio mahali kunafanywa catalyst ya kamiti ya workshop yote. Sasa ndio hapo nilipelekwa mahali huko, mashini zile zilikuwa zimeletwa tangu zile za zamani. Sasa mimi nilikaa pale, kwa hiyo nilikaa pale nikifanya kazi kwa hiyo muda wa miaka 4. Katika hiyo miaka 4 mimi nilijifundisha kazi ya kuchonga. Najua kuchonga bakuli, najua kuchonga miguu ya viti ya kitanda. Kwa hivyo nina ile barua ya kamiti inaitwa nature. Unaona? Nilitoka naye huko nilipewa. Na kwa hiyo muda ulikuwa kwa ile mashine, kiendesha mashine. Kwa hivyo ukiwa huko ndani ukajifunza kazi mingi. Kwa hivyo kulikuwa na tuseme matatizo kadha wa kadha, isipokuwa sasa freedom ulikuwa umenyang'anywa. Lakini ulikuwa unafanya kazi kama saa ngapi hivi? Kwa huko tulikuwa tunafanya kazi, tunaingia saa 3, natoka kazi saa 11. Lakini lunch unapewa? Lunch chakula ni ile ya jela. Ile tu ya jela. Bali mchana ni chakula ni ya saa 4. Hiyo ni lunch. Hiyo inaitangwa ugali na maji. Lakini jioni kuna ugali na maharagwe. Hiyo ndio chakula ilikuwa hapo. Mbona inaitwa ugali na maji? Sababu mchana inakuanga ni maji. Yani ni maji, sababu kuna tumboga, lakini ni tumboga ambapo hatuyuko. Kwa hivyo ni mboga ya kudanganya wewe, umetoa mboga lakini hakuna mboga umetoa. Kwa hivyo baadaye sasa umeshamaliza kifungo, wakati ulikuwa ukitoka sasa, ulitoka ukaelekea wapi? Familia yenu kwanza, kabla hujatoka, kulikuwa na watu walikuwa wanakuja kukutembelea gerezani? Sana tulikuwa tukitembelewa na watu wale, tulikuwa washirika wa hapa wale tulikuwa nao. Wale tulikuwa nao kama chukura hapa, walikuwa wakitutembelea. Na jamii yako, watu kutoka kwenu kutoka upande zetu, upande kama yangu sikuwa nao. Kwa hivyo nilikuwa tu labda kwa mara moja, labda kwa mwaka. Ukipelekwa gerezani ulikuwa na mke labda na watoto? Nilikuwa mke huyo alikuwa amekufa ajili wangu. Alikuwa amekufa fariki. Sasa nilikuwa nimebaki tu na watoto wawili. Na walikuwa hapa, walikuwa na nyanya yao. Mzazi wa bibi. Wakati ukitoka sasa gerezani ulifululiza mpaka hapa ama ulipitia kwingine? Nilikuja moja kwa moja, nilikuja mpaka huko. Na ile biashara yako yenye ulikuwa unafanya, uliniambia ulikuwa unafanya kazi ya waste paper. Ya waste papers na chuma. Ulikuja ukapata kazi bado inaendelea ama ilikuwa Hakuna kitu kama hiyo, hata sikupata. Nilipata, yani nikija sasa ilikuwa nilikuja kurudi kwa raia. Lakini maisha ile ilikuja sasa, maisha yote ilikuwa hakuna yangu, yani nilikuja sasa kuanza kila kitu, ilikuwa ni upya. Na ilikuwa yani nikirudi kutoka raia nikuja sasa nijitafutie njia za namna ile nitaishi nazo. Kwa hivyo ilikuwa kazi ngumu sana. Ulipo sasa fika hapa, ukaanzia wapi? Ulikuwa pengine kulikuwa na nyumba?
Niliporudi mahali hapa nilipata slums ya watu washachukua na watu washajigawagawana. Kwa hivyo hata mimi mwenye niliyekuwa mwanzilishi tangu na nilikwambia nilikuja mwaka 90 hapa, nikaa miaka 10 bila pakua rulie. Kutoka hapa mpaka Donholm, kutoka petrol station hadi barabara huko hadi kwa sister. Huko karibu Soweto. Huko ilikuwa ni kiwanja mtupu, ni manyazi mtupu. Lakini sasa nikitoka nilipata watu wamejenga, lakini mimi sikuwa na mahali pangu. Hata waliokuwa kwa wako wameniachia mahali. Sasa wale ambao waliwapeleka wenye walikuwa wanapigania ili shamba walikuwa tayari wametoka, walikwenda walienda tu wenyewe, walikwenda. Kwa hivyo hata hakuna mmoja wao aliyebaki katika shamba, sababu wao walikuwa wamekuja wageni kunyakua. Kwa hivyo hata ile vita ile maneno ilipo kwa fungo bado ilibidi wakarudi wakaenda. Tunataka kuchukua tu mapumziko kidogo, na mapumziko kidogo, kisha tutakaporudi utatuelezea jinsi ulivyopoteza macho, kwa sababu umetoka gerezani kama macho yanaona. Ilikuwa mwaka gani? Gerezani kwa sababu niliingia hiyo 03 miaka 4, nilitoka 07 tarehe 3 mwezi wa 7 tarehe 3. Okay, wacha tuchukue muziki kidogo kisha tutarudi. Jahera mar LTN erokamana nyako mketemana echenroni mar apaka mar od twech. Wat kauyweyo matin to kawaduogo Francis Karioki dhinyisowa kaka ne olalo wang'e. Kik idhi mabor. Jahera mar Lolwe TV machiegni ahinya e ondamo mar ariyo apaka mar od twech kae ka kawuono wantie kod Francis Karioki mabende ne otwe e jela ma Kamiti Maximum Prison. Leronwa kendo miyowa sigande kaka nomake gi kaka ne owuok gik moko duto ma notimre e ngimane to kanosewuok oko mar jela. Machiegni uru kaka nanyiso uchon en ni unyalo wuoyo kodwa, tudru kodwa e @Lolwe TV, kata inyalo tudru koda achiel kachiel e @Ondoro Ndagwe. Machiegni uru. Bwana Francis, kwa tunataka utuelezee ni nini ulipotezaje macho yako? Nilipotoka macho ilipotelea huko jela. Sababu nilipotoka sababu ya stima, nilikuja kujulia huku, nilianza kuona wakati nilitoka huku raia. Stima kivipi? Sababu huko ni stima usiku na usiku. Kwa hivyo huwezi jua ama una hitilafu ya macho. Unaona? Sasa nilipotoka nikakuja huku raia, ndio niliweza kujua nimepotea macho moja. Hiyo ni 07 nilipotoka ndio nilianza kuona hii macho moja ioni vizuri. 08 nikaendelea nikaona bado inaendelea ikiisha. Ikifika 09 hii ikakuwa imepotea. Sasa kutoka hapo 09 nikaendelea na macho moja hii 010 011 012 mwezi wa 8 naye hii ikakuwa imeisha. Sasa kuanzia hapo nikakuwa siwezi jitembeza mpaka nishikwe mkono. Kutoka hiyo sasa 12 tuseme 12 mwezi wa 8 kuendelea na mbele hadi sasa hivi. Kwa hivyo msaada ukitaka kutoka pengine kwenda kutafuta chakula, unaenda
Kivipi? Kuna watu wanakusaidia ama pengine ni mimi mahali popote mpaka nishikwe mkono, sababu hakuna mahali ninaweza enda. Unaona? Hakuna mahali ninaweza enda. Sasa isipokuwa kama niwe hapa kijijini naweza toka kama hapa niende mahali kama hivyo mmenikuta. Lakini siwezi toka hapo niende mbele. Sasa kwa hivyo kila wakati mimi nikitaka mpaka nitafute, na ule sina mtu wa maalum, sababu watu wale niko nao mtu anataka pesa. Unaona? Kwa hivyo mimi hata sasa nikitaka kwenda church mpaka nitafute mtu na hata ni mtoto mpaka nitamlipa. Aidha ni mtu mzima nikumwambia nipeleke, kama ni mahali naenda, kama nikitaka kwenda uchukua kitambulisho mpaka nimlipe. Unaona? Kwa hivyo kwa kila njia mimi sasa uanga nikitoka hapa mpaka nigaramie mtu yote, sababu siku hizi hakuna watu wale wa kuitwa kama zamani. Atikuja nipeleke hata mtu mzima. Sababu hata mtu mzima kama sasa nimwambie kesho nataka kwenda kwa chini, ataniambia ninashuka. Kwa hivyo nitamwambia kesho utanipeleka kwa chini, nina pesa yako na mimi ndio nitalipa gari, nina kitu yako. Kwa hivyo yeye ataamuka akiwa anaenda kazi. Kwa hivyo kwa mambo ya chakula, je, ni nani anakupikia? Kwa sababu ni kama unaishi peke yako. Mambo ya chakula mimi sana nategemea hoteli. Sababu nilishindwa na watu hawa raia. Sababu mtu ananipikia siku 2, siku 3 anapata shughuli. Nikajaribu huyu nikaona wote wamefanana. Na wengine masaa anakuja usiku. Ama tukikaa inakuwa mimi ni kama yani kitu haina maana. Ukishaona vile kitu na sasa wewe una maana. Inabaki wewe kama ukiwa kwa ile, hata ukienda kwa ile nyumba hata unaweza bisha kufungulia. Unaona? Unaweza enda kusalimia. Unaona? Sababu inakaa ni kama unamharibia maisha yake. Unaona? Na sasa vile ni kama vile niliona. Sasa njia mzuri nikaona kama ni kama ninataka nikipio chakula. Na chakula ile nikipata ninapelekea kama mtu wa hoteli. Sababu mtu wa hoteli anapikia watu wengi. Kwa hivyo hataweza kuniturumu, atanipa chakula kimepikwa vizuri na ataniwekea mpaka kama ni maji za kunywa. Na nikaona huyo ndio mtu sasa ule mtu ninaweza andamana naye, mtu wa hoteli. Kwa hivyo kisasa, je, kifedha hivi, kwa sababu Nairobi siku hizi ndo upate chakula ni lazima uwe na fedha. Kwa hivyo unapata fedha kwa njia gani? Fedha mimi sipati kwa njia yote. Ile mimi fedha ninaomba. Naomba Samaria wema. Naomba kwa wasalimaria wema. Wale mtu sana unakuta watu wale pia wameelewa church. Watu kama hao wanaweza kupea mtu kitu. Unaona? Lakini watu wale ambapo wengi wao hawajatambui mambo ya church, si rahisi ya kusaidia. Sababu hata mtu akinipea shilingi 20 leo, kesho hawezi kupa. Unaona? Lakini mtu wa church akinipa anajuanga huyu mtu ninampa sababu nimeamuriwa kumpa. Na hata kesho nikimkuta bado nitampea. Unaona? Sasa kwa hivyo mimi usaidika na njia hiyo tu ya kupewa, sababu sina njia nyingine. Na nikuulize, pengine nikurejeshe nyuma kidogo tu. Ukiwa gerezani, kuna zile mahadithi ulikuwa unasikia testimonies, maushuhuda ulikuwa unasikia kutoka kwa watu wengine pia. Kwa mtazamo wako unafikiria ya kwamba kuna gerezani kuna watu ambao walipelekwa huko lakini hawajafanya makosa yote? Wengi, sababu hata hii kesi yangu nimekwambia tulikuwa watu 6 na wote hakuna aliyekuwa amehusika na ile kesi ilikuwa ya rape inasemekana. Unaona? Sasa kwa hivyo kama hao wanakuanga kwa wingi. Sababu huko raia jaji yeye na polisi ni ile kesi wanaweza pelekewa. Kwa hivyo hata mimi sasa nikikutengenezea kesi naweza kuchukua nguo hapa na nikuje nayo wako na nirudi niende nikuje na polisi niwaambie hii nguo yangu nimeipata kwa huko. Unaona? Na hapo utashikwa. Na una njia nyingine unaweza jitoa nayo. Unaona? Sababu polisi wanajuanga kuandika ile kitu wameona na macho.
ile tu yeye ameambiwa, na ile akiambiwa rudi angalie, wewe ndio umeletwa, wewe ndio mwizi. Ni hivyo. Yeye hana uwezo mwingine ya kutambua wizi wako. Uwezo wake sasa ni andike ile statement, ataambiwa pale, mwenye aliyekulete ataenda alete watu marafiki zake, watakuja na watakutolea ushahidi. Unajihisi aje kwa roho yako baada ya kuwekelewa kesi kisha ukafungwa gerezani miaka 6 bila makosa? Unajihisi aje kwa roho yako? Una machungu ama ulisamea hao watu ama unasemaje? Unajua utasamehe, utasamehe, na pia katika hali zingine tunawachianga Mungu, sababu amesema waachiwe, sababu kazi mingi, kazi zote ni za Mungu. Unaona? Kwa hivyo unawacha, sababu ulienda na ulitumika. Hivyo hakuna vile unaweza sema utarudi hapo ulipotoka. Ulitoka na ulienda jela na ulienda na ukamaliza. Kwa hivyo hauna jambo lingine. Ile jambo ulilo na baki nayo ni kuweza kujua ati mtu anaweza enda jela bure, na kuna mtu hawezi amini ati mtu anaweza enda jela bure. Lakini mtu wale acha, sababu hata mimi nilikuwa nikiishi nikisikia mtu akisema watu huenda jela bure, na mimi sikuwa nikikubali, na mimi niliona nikienda. Macho yako wewe yanakuuma ama hauoni kabisa ama unaona kama mimi huona white mtupu, usiku hata mchana. Kuna kitu unaweza ona? Hakuna kitu mimi huona. Na huwa zinauma? Huwa zinauma. Nina ile shida nerves. Mwaka huu umeisha. Si unjarara. Na iwezi anza kuuma. Unajua ni nerves inauma kutoka hapa kama kudunga. Ingine inakuja inadunga hapa. Ingine inakuja inadunga hapa. Ambapo ikianza uwezi rara hivi. Uwezi, ilikuwa ikianza mimi naanza kufanya hivi, tembea, unaona, na ninachukua kitambaa na maji na funga kwa kichwa, na ninalala hivyo, nimekaa hivi nalala hivi. Hata nimeshapigwa scan, pikishwa na watu wengine wachache, na scan ikasema hakuna kitu iliona. Nilipigwa mahali panaitwa sijui naitwa hili nini. Unaitwa mahali sehemu nilipelekwa na huku upande hill. Kuna jina kama hiyo. Hapa pande za town. Kuna jina inaitwa hiyo hapa hill. German ni doctor. Kama kuna mtu anajua hiyo ni iko German doctor. Hapa hill. Pande hiyo. Kuna mahali inaitwa German doctor. Wakasema nililipua shilingi 6,000 na walisema hakuna kitu. Na wakati huo wanasema hivyo, kwanza dakika hiyo kwanza haikuwa kitaka kubebwa na gari, haitaki kubebwa na gari, haitaki uiname hivi. Na hata dakika hii mimi natumia dawa, na dawa zile nilikuja kupata dawa za kufikiria mimi mwenyewe, ambapo nilienda mahali panaitwa Jamii hapa nikapimwa. Daktari akaniambia hii ugonjwa wako hatuhusiki nayo hapa Jamii. Sasa ni hospitali iko hapa inahusika na HIV na haina ugonjwa mwingine. Sasa akaniambia hii ugonjwa wako sisi hatujui. Unaona? Nikamuuliza daktari, sasa ni mwanamke, nikamuuliza, na sababu umekaa hivi wewe daktari, ushakaa dunia hii na wewe hujaisikia ugonjwa kama hii? Akaniambia sijai. Nikamwambia fikiria tu ile dawa, utafikiria uniandiki. Naona? Na sasa hiyo mpaka chachi iliyonipeleka imemaliza na mimi, sababu nilipelekwa mpaka Kenyatta. Wakasema huyo mtu sana, nimekwambia ile nilisema sina ugonjwa, ile scan. Na ilipwa shilingi 6,000. Au wakawachana na mimi sababu hata wamechoka. Na wakati hiyo hata saa hiyo hapa unaona hii kiwanja ilikuwa nazunguka hii, nikizunguka mimi sababu ikianza usiku mpaka utoke kwa nyumba, sababu huwezi kaa kwa nyumba, na kitambaa ina maji imejaza, nimefunga namna hii. Unaona? Nimefunga namna hii kwa kichwa. Wakati huo inakuja inanishikia hapa, inarudi inashikia. Sasa ni kama imedunga hivi. Hiyo mdungo hiyo itarudi sambaze ile nguvu. Sasa inakujia huku, inakuja ni kutoka huku. Unaona? Inakuja dakika ya mwisho kama ni asubuhi,
hiyo ni yote itakuja kwa hii macho. Ugonjwa ile uchungu yote itakuja hivi, hii macho itafunguka. Mpaka mwaga machozi, rudi ifunguke. Ile uchungu yote ilikuwa jana imekwisha. Sasa ikifika jioni hivyo. Unaona? Sasa hiyo scan iliposkataa, mimi nikaona na ndio unasikianga watu kusema Mungu anakujanga baada ya mambo zako kukamilika na kwenda wapi na wapi, Mungu anaweza kuja baadaye. Wakati niliambia yule mwanamke namna hiyo, aliniandikia tu dawa tu alifikiria. Akaniandikia dawa kadogo hivi, kamekatwa kama rabu, kamekatwa kama roho kadogo na kengine kadogo. Akaniambia enda ujaribu hizi dawa. Na hizo dawa ndio nilijaribu. Na hizo dawa kwanza nilijaribu mpaka dakika hii mimi natumia hizo dawa. Unaona? Natumia hizo dawa. Na hizo dawa ninatumia saa hii, labda ninaweza kaa nasikia mpasuko sasa imekuja hapa, inaweza kuja ipasuke hivi, yani nasikia uchungu, yani hapa panaweza nikaa kidonda. Hakuna kidonda. Na paume kabisa, alafu nirudi ikuje hivi mpaka kwa hii macho. Ianze sasa imwage machozi. Hii uchungu ilikuwa hapa inaisha. Unaona? Inaisha. Kwa hivyo nakwambia kama si kama sasa hizo dawa nipata hata hii dakika na unanisikia kuwa hai, sababu ile uchungu nasikia ile kitu fulani. Na uwezi kufanya namna hii, kwa nakaa namna hii sasa hivi. Unaona hivyo nimekaa na nimefunga kitambaa ina maji, na hiyo kitambaa ikikauka na rudi na nachukua maji na rudi nafunga tena. Unaona? Kwa hivyo nikisema nafsi zinaoza, kwanza zikioza zile nafsi ambapo mtu anatakiwa kutumia zikiona hasa huwa zikioza, na zikioza mpaka zitoke. Pole kwa hayo. Sasa tukiwa karibu kumaliza, nataka kuuliza swali la mwisho, ya kwamba ulikuwa umeniambia ya kwamba hauna namba ya simu. Kwa hivyo kukiwa na Samaria mwema ambaye angetaka kutumia kitu ama kupatia hata msaada wowote, anaweza tumia namba gani? Ninao namba ya kijana yangu, naweza toa. Ya kwa mtu yote anaweza kunipa msaada, anaweza tumia hiyo namba ya mtoto wangu ambako niko nayo hapa. Asante sana Bwana Francis kwa kutupatia nafasi ya kuzungumza na wewe. Ubarikiwe sana. Nikwa Ramogi Ajwang gikanyono ema wachopo egiko mar apaka mar Otwech. To kaponi inyalo dwaro mar mondo ikony Francis, kata inyalo orone gimoro ama gone simu mondo mi orne kony mora mora, inyalo tiyo gi namba mar wuode ma iluongo ni William Kamau e 07 12 28 9401. Nyinge en William Kamau. Yorewa mag tudruok kaka nasenyisou en ni inyalo wuoyo kodwa e @Lolwe TV, inyalo ndiko na ote machuok e @Ondoro Ndagwe. Nyasachwa mondo ogwedhu. Nyinga en Ondoro Ndagwe Moses.